kanisani mpate utukufu. Utukufu wa Mungu unashuka zaidi kwenye nini? Kwenye sifa. Amen. Hebu soma Nyakati wa Pili. Uone unapomsifu Mungu, utukufu wa Mungu unashuka. Mbingu inakuwa wazi. Majibu ya kwako ambayo yamezuiliwa, yale kimbingu ambayo Mungu amekukusudia. Amen. Yanazofanya nini? Yanafunguka. Sifa zinafungua anga. Anga ni mbingu. Mungu alileta siku ya pili, anga ni mbingu. Kwa hiyo kama anga ni mbingu, kizuiliwa anga, umezuiliwa kila kitu duniani. Kwa neno la Mungu nasema katika Zaburi 150, sifuri katika uweza wa anga. Kumbe ukisifu kuna uweza unakuja, unafungua nini? Anga. Unaona Danieli alizuiliwa nini? Maombi kwenye na mkonani wa anga la Uajemi. Hakupata majibu. Lakini alipokuja malaika Mikaeli kupigana, anga likawa nini? Wazi. Malaika Gabrieli akafanya nini? Akashuka. Malaika wa majibu yako hawezi kushuka kama anga limezuiliwa. Kama mbingu yako imezuiliwa. Amen. Kwa hiyo kama unasifu katika anga la uweza, ina maana unasifu ili mlango wa mbingu fanye nini? Usiona? Naomba msifu sana. Katika kusifu kuna mbingu kufunguka. Zaburi 100 mstari wa 4 inasema, ingieni malangoni pake kwa njia nini? Ya kushukuru. Nyuani pake kwa njia nini? Ya sifa. Unapoanza kumshukuru Mungu, milango ya mbingu inafanya nini? Inafunguka kwake. Sio jamani? Ambapo ndio mahali pako tangu kabla hajaja duniani. Mungu alikiwezekana na nini? Na sifa. Unaona? Kasome neno la Mungu, usiposoma hutaelewa hivi. Ufunuo 4, Ufunuo 5, Ufunuo 6, Ufunuo 7, kiti cha enzi kimezungukwa na sifa. Na Yeremia 17 mstari wa 12 inasema, pale katika kiti cha enzi, mahali palipoinuka juu sana, pale patakatifu kwa Bwana, ndipo mahali petu sisi tangu mwanzo. Umeona? Hiyo ndio asili yetu. Tuliumbwa kwenye sifa. Amen. Kiti cha enzi kimezungukwa na sifa. Amen. Mungu alitupa kwa sura yake, kwa mfano wake. Umeona? Kwa ukisifu unatengeneza mazingira ya Mungu. Amina. Utakusifu milango ya mbingu unafanya nini? Unapata kwanza uweza, si ndio? Wa kimungu. Anga inafanya nini? Si ndio? Haya mambo ya roho ni usije ukaacha kucheza. Ni maana shetani anataka ucheze. Anataka ucheze huko. Sikia nikwambie, kabla wewe hujaja duniani, shetani alikuwa inchaji wa mbinguni kabla hajakosea. Alikuwa kwenye kiti cha nini? Cha enzi. Kilikuwa kia nini? Anajua maana muziki, anajua maana sifa. Ndio maana watu tunasifu sana. Na Mungu anatufungua sana. Na majibu yanaonekana. Kwa ukianza kusifu, nimesema soma Nyakati wa Pili 5:13-14. Ukianza kusifu, utukufu wa Mungu unakuja. Mbingu haiwezi kukuzuia. Inapata majibu. Ndio maana kama Mungu amesema ataijaza nyumba yake utukufu siku za mwisho, unaifanyaje huo utukufu uje zaidi? Sifa. Soma Nyakati wa Pili 3-14. Haleluya. Nyakati ya Pili mstari wa mlango wa 5 mstari wa 13 na 14, neno la Mungu linasema, anasema, hata ikawa wenye panda waimbaji walipokuwa kama mmoja, wanasema wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana. Na wakisifu na kumshukuru Bwana. Umeona? Shukrani na sifa zinaenda pamoja. Anasema nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana, wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Ikajawa na nini? Na wingu. Endelea. Na mstari wa 14 anasema hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Imejaa nini? Utukufu wa Bwana. Sifa. Sifa na shukrani nafungua mbingu. Yesu mwenyewe katika duniani amepungukiwa, amefundisha watu mpaka jioni, akiingia katika hekalu wakati wa Sabato. Amen. Yesu ana tabia kuingia hekaluni
mara nyingi jioni. Unajua ikawa jioni, ikawa ndio kwa tabia ya Yesu. Sio ukienda Israeli utashangaa. Shabati inaanza jioni. Saa 12. Unaona hivyo kwa jioni ilikuwa siku tulikuwa pekee. Mungu alikuwa na nani? Alikuwa pamoja na sisi. Kwa hapa duniani jioni sio kaichezea jioni. Kwa hiyo wakati anaingia Yesu pale jioni. Kwanza siku alianza asubuhi. Ikafika mpaka jioni. Lakini kawaida yake ilikuwa ni jioni. Ndio kawaida yake. Lakini siku alianza kuwafundisha asubuhi. Wakajazana. Ilipofika jioni, akasema kwa watu wana njaa. Hebu ache wanafunzi wakasema tuache waende kwa wakali, akasema hapana. Wamekaa na mimi ndio Bwana wa vyote. Hivi hakuna chakula. Tuna mikate 5 na samaki. Tena kuna kijana mdogo ndo anaye. Sijui alipata akili yule akasema mimi niende zangu na chakula. Yesu akasemaje? Hebu vilete hivi. Aliongea maneno mengi. Alivinua, akashukuru. Amen. Aliposhukuru mbingu ilifanya? Kufunguka. Vitokaje? Sikiza niambie. Ukiona umeomba sana, wewe unapenda kushukuru. Ukiona umeomba sana usipende kuendelea kuomba. Shukuru na msifu Mungu. Miujiza inatokea. Ndio wale Paulo na Sila magereza yamefungwa. Ni mbingu zilikuwa zimefunga. Mbingu zikifungwa mpaka hapa duniani unaona kuna magereza, kuna vizuizi. Paulo na Sila kwenye Matendo 16 mstari wa 25 mpaka 26. Walikuwa na uelewa. Mwambie mwenzako na uelewa. Wewe ni mwana wa Mungu. Umepata uelewa. Wakaona hebu tusifu. Mbingu ilipofunguka, duniani palinyamaza. Ndugu yangu sasa kwambia sifa zinafungua malango. Ukianza kusifu mlango unafunguka duniani na mbinguni. Unapata majibu. Anga ni nzuri. Kwa milango ndio ifanye. Kwanza ardhi itikisika, si ndio? Milango ya magereza ikalegea. Ikafanya nini? Ikafunguka. Sifa zinafufua wafu. Yaani wewe unamshangaa sana Mungu wa sifa na Mungu wa shukrani. Yesu wakati anakufufua Lazaro hakusema napiga power. Shetani toka. Alisemaje? Baba nakushukuru. Lazaro toka huko. Kaburi kafunguka. Mzangu umepata vizuri hiyo? Umepata vizuri hiyo? Mlango gani umefungwa? Tangu mwaka uanze. Bwana amesema tusifu. Mwisho wa mwaka. Ile portion yako uliopewa ya mwaka huu. Kama shetani amezuia, kabla mwaka hujaisha, mbingu itafunguka. Amen. Haleluya. Neno la Mungu ni la mingi na Kweli. Amen. Si kwa nini mnasifu? Mtakatifu kalama kwanza anapa ufahamu wa rohoni. Haleluya. Kalama mafunuo. Unafunuliwa kitu cha siri. Mambo ya rohoni yaliyofichwa unapewa.